Kwa hakika ile kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inatimizwa kwa vitendo hapa chuo cha Kiislamu, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi wa baraka, mwezi wa neema na mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani. Chuo cha Kiislamu leo hii kinakwenda kuandika historia nyingine baada ya kuandaa mashindano matukufu ya Qur'ani ambayo yanakutanisha chuo cha Kiislamu kwa upande wa Unguja, lakini vile vile chuo cha Kiislamu kwa upande wa Pemba. Hii ni faraja iliyoje kuona vijana hawa wanakwenda kutimiza ile ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa kutimiza yale malengo na matakwa ya Qur'ani, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alqur'ana. Kwa hiyo kupitia uwepo wa mashindano hayo matukufu, leo hii chuo cha Kiislamu kinakwenda kutuandikia historia hiyo. Twende tukasikilize sauti mbalimbali za vijana wanavyokwenda kughani Qur'ani tukufu. Ungana nami, naitwa Omar Shukur, nyuma ya kamera ni Saif bin Mbaruk. Walahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-mathalu al-a'la fis samawati wal ardi wa huwa al-'azizul hakim. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك يفصل الآيات لقوم يعقلون. Kwanza nifurahi sana kwa kuona mashindano haya yamefanyika mwaka huu, kwa sababu chuo cha Kiislamu kimeanzishwa 1972. Hatujaona mashindano kama haya. Mimi mwenyewe nimesoma chuo cha Kiislamu kuanzia mwaka 83 mpaka nimaliza miaka 90, bado mashindano haya hayakuanza. Kwa hivyo mwaka huu 2026 tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba chuo kimeweza kupanga na kuendesha mashindano haya tena kwa ufanisi, kwa sababu ni mara ya kwanza, lakini yamekwenda mashindano vizuri, watoto wameshindana vizuri na ushindani ulikuwepo mkubwa. Kwa hivyo ni jambo la kushukuru, na hii ni jambo jema wameanzisha chuo cha Kiislamu viongozi wetu. Ni sunna njema ambayo inshallah itaendelea kuwepo na kudumu, na wao watapata fungu lao kwa Mungu kwa kuanzisha sunna hii. Na nitoe wito basi kwamba kwa vile jambo hili limeanza katika chuo cha Kiislamu, ni tuendelee kujipanga zaidi na kwa uzuri zaidi, ili mashindano yawe mazuri zaidi. Yalikuwa mazuri, lakini yawe mazuri zaidi na zaidi na zaidi. Pia nitoe wito kwamba watu tusidharau kuhifadhi Qur'ani, kwa sababu Qur'ani ndio msingi wa kila kitu na chanzo cha kila kitu kidunia na kiakhera. Watu wanaona kwamba Qur'ani ni akhera tu. Qur'ani ni mwongozo wa duniani na ni mwongozo wa akhera. Kiakhera Qur'ani inajulikana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaita wahifadhi wa Qur'ani, wanaoshughulika na Qur'ani, wanaoipeleka mbele Qur'ani ni ahlullah. Ahlullah manake ni watu hasa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hichi ni cheo kikubwa, lakini Qur'ani kama inavyoeleweka ni dawa, Qur'ani ni tiba, Qur'ani ni kila kitu. Kwa hivyo tuwashajiishe watoto wetu katika kuhifadhi Qur'ani toka wakiwa wadogo. Ni vizuri zaidi tukawahifadhisha Qur'ani wadogo na wakaendelea nayo, na kwa sababu unapohifadhi kitu unapokuwa mdogo ni tofauti na kuhifadhi mkubwa. Kama sisi leo tukihifadhi, baada ya mapirika umesahau, lakini mtoto mdogo ukimhifadhisha Qur'ani, maana yake sawa sawa ni kuweka nakshi kwenye jiwe. Jiwe ukichora nakshi, maana yake hapo imekaa na haitofutika. Na ndo maana tunatoa wito kwamba watoto wadogo waanzishwe kuhifadhi Qur'ani, na haitoshi kuhifadhi peke yake, bali pia tuwafundishe maana ya Qur'ani, kwa sababu tukiwahifadhisha na tukiwafundisha maana yake,
wamehifadhi na vile vile watatumia katika uhai wao, na itawasaidia kumcha Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na itawasaidia katika maisha yao ya kidunia. Ushiriki wa wanawake katika mashindano ulikuwa ni mdogo kwa sababu ndio kwanza mara ya kwanza tunaanza, lakini inshallah mambo mwaka huu tumeshiriki sisi cha Kiislamu, na ndio maana mkaona bado ni kidogo, na maandalizi pia yalikuwa sivyo vile tulivyokusudia, ndio maana wakaa kidogo. Lakini mwakani inshallah wapo kama 30 wanafunzi ambao wako tayari na walikuwa tayari, lakini maandalizi yalikuwa kwa ajili ya wanaume tu. Kwa kuanzia tuangalie vipi tutaenda ili mwakani tuendelee. Wajitokeze, hizi ndio fursa, kwa sababu kujitokeza kwao katika kusoma Qur'an, hasa ukizingatia Qur'an kitabu cha Mwenyezi Mungu, wanawake ndio mamama, wanawake ndio walezi, wanawake ndio hao. Wanaume wasingekuwa na nguvu na njia kama hawakulelewa na mama zao. Kwa hiyo tukiwaandaa watoto wa kike kutoka wadogo wakajua Qur'ani, wakajua maadili, wakajua nini Mungu anataka, tutaimarisha kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, unapomwelimisha mwanamke mmoja umeelimisha jamii nzima. Gharib Hassan Ibrahim ni mshiriki wa juzu 20, natokea katika chuo cha Kiislamu Unguja. Na hapa ujumbe wale ambao hawataki kujiunga katika mashindano ya Qur'an, na hapana sawa kwa maana wao wajiunge, kwa sababu swala hili ni lengo, ni ahadi ya Allah. Amesema katika Qur'an al-Karim, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, kwamba sisi ndio tutakaohifadhi kwa ukumbusho ambao ni Qur'an al-Karim, na sisi ndio tutakaolinda. Kwa hiyo ukiwa na miongoni mwa watu watakaohifadhi kitabu cha Allah, utaingia katika hadithi ya Mtume anasema kwamba ahlullahi ahlul Qur'an, watu ambao Allah anawapenda na watu ambao ni wa Mwenyezi Mungu ni watu wa Qur'an. Isa Hamisi Muhammad, natokea katika kisiwa cha Pemba katika chuo cha Kiislamu Pemba. Ni mshiriki katika washiriki walioshiriki katika mashindano ya tahfidhi ya juzuu 5 katika chuo hichi cha Kiislamu Unguja. Niseme tu labda katika sala hili la tahfidhi ni sala ambalo jamii ya watu wengi wanaliona ni jambo zito, pamoja na kuwa si jambo zito, bali ni jambo la kuweza kujitolea kinafsi, ukajikubalisha kwamba nataka kufanya kazi ya kuhifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani mimi ambaye ni mzungumzaji nimeanza kufanya kazi hii au jambo hili la kuhifadhi kitabu cha Allah hadi kufikia saizi nina juzuu 7 nilizozihifadhi mwaka juzi tu, baada ya kuanza form 5 ndio nimeanza kuhifadhi kiujumla takriban. Kwa hiyo nionyeshe tu kwamba si jambo kubwa wala si jambo gumu kama tunavyofikiria baadhi ya wengine, kwani hata watoto wadogo wanahifadhi hata juzuu 30, 20. Kwaona sisi tusiwe nyuma na tusihesabu kwamba ni jambo zito wala jambo gumu, bali tuone ni jambo la kujitolea, ukataka tu nafsi yako kuweza kuhifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jina naitwa Rayyan Omar Hamis, natokea chuo cha Kiislamu Unguja. Ni mwanafunzi niliyeshiriki juzuu 5 tashjia. Jitihada nilizochukua mpaka kufikia hatua hii leo ni mimi mwenyewe tu binafsi kujisomea kila siku nyumbani na hata nikiwa naenda zangu madrasa na pia skuli. Na washauri wanafunzi wenzangu waweze kuhifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Qur'ani ndio kila kitu katika maisha yetu, na pia Qur'ani inaweza kutusaidia kutuingiza peponi, na tunatakiwa tuihifadhi na tusidharau ili tusiweze kuisahau. Ni faraja iliyoje ambayo tumeona hapa chuo cha Kiislamu kuona kwamba visiwa hivi viwili vinaungana na kuwa pamoja, kisiwa cha Unguja na Pemba, kwa kuwakutanisha vijana mbalimbali katika mashindano matukufu ya Qur'ani. Na kupitia mashindano haya tu ni kwamba vijana wote ni washindi, kwa sababu mwenye kuhifadhi kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu ni kuona kwamba faraja kubwa ipo. Kutoka hapa chuo cha Kiislamu Mazizini Zanzibar, mimi ni Omar Shukuru.